usiyeshindwa. Pengo gani unalo ndani ya moyo wako siku ya leo? Ni pengo gani ambalo linahitaji kujazwa? Roho Mtakatifu yupo. Bwana Yesu asifiwe. Na yuko tayari kwa ajili yako. Alijaze hilo pengo ili usiwe na upungufu wowote. Ndio maana Biblia inasema kwenye Matendo 9, anasema nalo kanisa likapata raha. Sikia nikwambie, huu ni wakati wa kanisa kupata raha. Ukiwa na Roho Mtakatifu, nataka nikwambie, anang'oa huzuni yote, huzuni inaondoka na unapata raha. Halo? Shetani anaenda kumwomba nani? Ayubu. Hata sisi Biblia inamuita shetani ni nani? Ni mshtaki wetu. Shetani huwa anaenda mbele za Mungu kuomba wewe. Asa Ayubu alikosa mtetezi. Unajua wanasema Ayubu aliishi kabla ya kina Ibrahimu. Ina maana kitabu cha kwanza cha Biblia kilipaswa kuwa kitabu cha Ayubu, sio Mwanzo. Aliishi miaka ya huko. Kwa hiyo Ayubu alikosa mtetezi wa kumtetea mbele za Mungu, alikosa wakili. Shetani akapata nafasi. Mungu akamwambia usiguse uhai wake, lakini vyote alivyonavyo chukua. Lakini nataka nikwambie, kwetu sio hivyo. Tunaye wakili. Amen. Tunaye mtetezi. Ndio maana Ayubu anasemaje? Anasema najua mtetezi wangu yu hai. Anajua. Anasema na siku moja. Asemi kwenye present tense. Anasema future, na siku moja atasimama juu ya nchi. Alikuwa anatabiri juu ya kifo cha Yesu. Alikosa mtetezi. Lakini nataka nikwambie, wewe leo unaye mtetezi. Haijalishi shetani amefanya nini kwenye maisha yako, unaye mtetezi. Nani? Roho Mtakatifu. Ukimpa nafasi atakutoa kwenye hali ulionayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana nyingine ya neno msaidizi ni mtia nguvu, na aliye tayari wakati wowote unapomhitaji. Roho Mtakatifu ni mtia nguvu na yuko tayari wakati wowote unapomhitaji. Hata asubuhi ya leo yuko tayari kwa ajili yako. Ukimpa nafasi atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa msaidizi huwa anakuja kujaza mahali penye pengo. Sikia nikwambie asubuhi ya leo, msaidizi huwa anakuja kujaza mahali penye pengo. Watu wanafikiri wakinywa pombe shida zinaondoka, wanapata raha. Kumbe wanaongeza matatizo zaidi. Sikia nikwambie, kwa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu kimpata, kama ulikuwa una raha inakuja. Roho Mtakatifu kimpata, kama ulikuwa una huzuni zinaondoka. Roho Mtakatifu kimpata, kama ulikuwa na mateso yanaondoka. Yupo mfariji, yupo mfariji, Roho Mtakatifu ndiye msaidizi. Eneza humu udui ya kwamba yupo
mfariji. Sikiza nikwambie, pengo lililoko ndani linatengeneza haja. Pengo lililoko ndani linatengeneza kiu. Ndio maana leo watu wameridhika na nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa sababu gani? Wameona wanajiweza wao wenyewe. Mpendo, angalia sana, usiwe na vitu vya dunia hivi vinakupa kiburi cha uzima. Nikwambia, hauwezi peke yako. Yaani kokote ulipofika ni kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Sio wewe, sio elimu yako, sio kwa sababu wewe ni mjanja wa mjini. Sikia nikwambie, acha kiburi. Ni kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Yaani ukiona ndani yako kuna pengo, lile pengo linatengeneza haja na kiu. Hasa watu wengi kwa sababu wanaona tayari wako vizuri, hawana pengo lolote, ndio maana hawana haja na Roho Mtakatifu. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, nguvu za Roho Mtakatifu hapa ziko nyingi sana. Yaani sifa iliyopigwa hapa na kuabudu, marabakura bashaka pira makasaka ya baba. Nguvu za Roho Mtakatifu ziko hapa nyingi sana. Upako wa Roho Mtakatifu uko hapa mwingi sana. Ni wewe. Sasa shida moja, watu wanakuja tayari wamesharidhika. Watu wanakuja tayari wameshaona, mimi nani ataniambia kitu? Sikia nikwambie, Roho Mtakatifu hataki watu ambao yani ndio maana hata sasa unaomba ujazo Roho Mtakatifu, unaomba ukishaanza kuhamahama upokee. Mtumishi anakuombea unajikakamaa hivi ili usianguke, upokee. Roho Mtakatifu anataka yani mtu aliyejiachia. Nataka nikuambie asubuhi ya leo, ukijiachia kwa Roho Mtakatifu asubuhi ya leo, hii ibada hautaondoka kama ulivyokuja. Utaondoka hapa ukiwa tofauti. Haleluya. Haleluya. Kwa inatengeneza haja na kiu. Hebu ngoja tusome andiko hapa. Ndiye msaidizi, eneza udui ya kwamba yupo mfariji. Sikiza nikwambie, pengo lililoko ndani linatengeneza haja. Pengo lililoko ndani linatengeneza kiu. Wakorintho wa pili mlango wa 7 mstari wa 4 mpaka mstari wa 9 inasema, ndio, ninao ujasiri mwingi kwenu, naona fahari kuu. Ninao ujasiri mwingi kwenu, naona fahari kuu. Juu yenu nimejaa faraja. Sikiliza Paulo anaposema nimejaa faraja kwa ajili ya kanisa la Wakorintho. Katika dhiki yetu yote nimejaa furaha ya kupita kiasi. Katika dhiki amejaa furaha. Hivi sasa unajaa furaha, sasa mambo ni mazuri. Paulo hapa anasema nimejaa faraja. Alafu tena anasema nimejaa furaha katika dhiki yetu yote. Ndio maana nakwambia asubuhi ya leo, haijalishi unapita kwenye dhiki ya namna gani, Roho Mtakatifu akiwepo, utajaa faraja na utajaa furaha kwa jina la Yesu. Wewe ni Mungu usiyeshindwa.